Hujambo msikilizaji wangu wa Chelwa Media, nikusalimu popote ulipo. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Tunakushukuru sana wewe na rafiki zako na jamaa zako wote ambao umewapa taarifa kwamba Chelwa Media wako hewani sasa, na shughuli yao kubwa ni kuhakikisha simulizi zinakufikia kwa wakati, na simulizi hizi ni za kweli kabisa, ni maisha ya watu ambayo wanaendelea kuyapitia katika dunia hii. Asante sana, lakini niendelee kukusihi, endelea kusubscribe, endelea kulike, endelea kucomment, usiache, kwa sababu unapata nafasi ya kuendelea kupata update tunapokuwa tunaachilia simulizi mbalimbali za wenzetu tulionao kwenye mitaa yetu. Lakini pia tunayo namba ya simu hapo ambayo unaweza ukatuma message, unaweza ukapiga simu. Lakini pia naendelea kuwashukuru wale wote ambao wanaendelea kupiga simu na kutuma message na kuachilia simulizi zao. Niwaambie tu kwamba mtabaki kama mlivyo, kwa sababu mnawafundisha wengi, mnafundisha taifa, mnafundisha dunia. Tunayo simulizi ya dada yetu, ndugu yetu, mdogo wetu Atuganile, ambayo imeendelea kuwa ni mafunzo makubwa sana kwetu sisi. Tumeendelea kujifunza, tumeendelea kuelewa. Tumepata kuona kwamba Atuganile sasa yuko hospitali baada ya kupoteza mikono yake yote miwili, lakini pia mpenzi wake aliondoka hospitali kwa hasira. Alienda wapi? Leo tutapata kujua kwamba alienda wapi na vipi kuhusiana na jitihada za maaskari kuwatafuta wale waliomfanyia ukatili zinaendeleaje. Usiende mbali, kaa hapo hapo, ninarejea. Mpenzi wangu alipoondoka kwa hasira pale hospitali, kiukweli sikuelewa ameenda wapi. Na hili limekuwa swali likizunguka kwenye kichwa changu. Basi ninaendelea kuwepo pale hospitali, na mazoezi ya miguu kwa ajili ya kushika vitu yalianza, na mimi nikiendelea taratibu kuzoea. Hali hii ya maisha imekuwa ikiniumiza sana, kwa sababu ni mazingira ambayo mimi sikuyazoea. Siku moja nikiwa nimekaa sina hili wala lile, alikuja mgeni, na mgeni huyu ni kijana ambaye mimi kiukweli nilikuwa simfahamu, lakini kwa makadirio ya haraka ni kwamba alikuwa na makadirio ya miaka isiyopungua 30 mpaka 35. Hivyo akaja akanambia, Atuganile, unaendeleaje? Akanijulia hali, akawajulia hali wazazi, lakini akaniambia nina habari mbili mpya ambazo nimekuja nazo katika siku ya leo. Habari ya kwanza, mimi ni mwanasheria na nimesikia story yako kwamba umepitia wakati mgumu na changamoto nyingi sana za ukatili. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukusaidia na kuhakikisha unapata haki zako. Nikamwambia sawa, hakuna shida. Habari ya pili ni kwamba mpenzi wako amekamatwa, yuko jela. Nikauliza, yuko jela anafanya nini na amefanya tukio gani? Akaniambia mpenzi wako inasadikika anatuhumiwa kwa kuwafanyia ukatili watu 7. Nikamwambia watu 7 kivipi na wamefanya nini? Akaniambia kwamba watu hawa wanahisiwa kuwa ndio wale waliokufanyia ukatili, kwa sababu polisi walipokuwa wakianza kumfuatilia yule baba jirani, walikuta tayari baba jirani amekwisha kukatwa kidole. Lakini ikagundulika kwamba sio jirani yenu tu, na vijana wengine 6 wamekatwa vidole. Kwa hiyo kwa polisi hii imekuwa ni kazi rahisi kwa kuwachukua wale watu wote na kuwaweka katika sehemu
ya usalama ili waanze kuhojiwa mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo mpenzi wako na yeye amekamatwa kwa sababu alifanya maamuzi ya kujichukulia sheria mkononi, akidai alikuwa anatetea haki yako. Kiukweli hili lilikuwa ni jambo gumu sana. Nikamwambia huyu mwanasheria, sasa inakuaje? Akaniambia ndio hivyo, mimi nimekuja, lakini lengo langu ni kwamba uweze kuelewa na kujua nini ambacho kinaendelea, lakini pia unitambue kwamba mimi ni mwanasheria, nimejitoa kwa ajili ya kupambania haki yako. Nikamwambia basi sawa, hakuna shida, tutaangalia nini la kufanya. Basi aliondoka akatuacha. Lakini kiukweli kabisa alinifanya nikaingia kwenye dimbwi la mawazo upya. Na hii ilikuwa sasa ni changamoto nyingine. Kiukweli taratibu ziliendelea za kuhakikisha uchunguzi unakamilika na wale watu wanahukumiwa. Haikuwa habari nzuri kwangu, ilikuwa ni habari ya kusikitisha. Nilikaa hospitalini takribani mwaka mmoja na miezi miwili. Baadaye niliruhusiwa kurudi nyumbani, kwamba niendelee kuhudhuria kliniki kwa ajili ya kuhakikisha vile vidonda vyangu vinakuwa sawa. Siku moja nikiwa nimekaa na mwanangu, niliwaza nikafika mbali. Nikaona kwa mateso haya ninayoyapata kila leo, naomba nifanye jambo moja. Jambo hili nilikuwa nimeadhimia kunywa sumu nife, ili niweze kupata nafasi ya kupumzika na mateso haya. Nikamtuma mwanangu, naenda kanichukulie maji ya kunywa, lakini pia unichukulie na dawa. Mtoto wangu alikuwa mtiifu sana kwa kipindi hiki, na alikuwa kama amegundua mama amepata shida. Kwa hiyo alikuwa karibu sana na mimi. Mwanangu alikuwa hapendi kutoka. Lakini tukumbuke kwamba mimi ninao wadogo zangu ambao siku ya tukio linafanyika hawakuwepo. Baadhi yao walikuwa wameenda likizo kwa ndugu zetu, na baadhi yao walikuwa wako mashambani kuwasaidia ndugu zetu wengine kulima na kufanya shughuli za shamba. Kwa hiyo pale nyumbani mpaka tukio linatokea nilikuwa nimebaki mimi na mwanangu tu. Kwa hiyo nyumbani nilikuwa ninaishi baba na mama. Kwa hiyo walikuwa hawapo hiyo siku ambayo tukio linatokea, hivyo nikawa nimebaki mimi na mwanangu. Kwa hiyo wadogo zangu ninao na mimi ndiye dada wa kwanza, lakini kwa siku hiyo hawakuwepo wote. Na pia Atuganile anaendelea kutuambia kwamba siku hii ambayo alikuwa amemwagiza mwanae akamchukulia dawa, mtoto wake akaenda akachukua dawa, akaniletea, akaniambia mama, hizi hapa. Nilikusudia kunywa dawa nyingi tofauti na kawaida, na hii nilikuwa nimeidhamiria kutoka moyoni. Ilifika hatua mwanangu akanimiminia dawa kwenye mkono wake. Nikamwambia ongeza tena. Akaziongeza, na baadaye nikamwambia sasa uniweke mdomoni uninyweshe na maji. Akasema sawa. Mtoto wangu akaingia ndani, akatoka na zile dawa. Anapokuja niliona mtoto wangu ana sura iliyobadilika kana kwamba sio yeye. Niliona uso wa mwanangu unatoa damu. Niliona uso wa mwanangu unatuvuja jasho ambalo si la kawaida. Machozi yanatoka kwenye macho yake, lakini yana damu. Hili nishtua sana.
Na kadri ninavyozidi kumtazama nikazidi kupata uchungu na kuwaza kwamba hili ninalotaka kulifanya sio sawa. Nikaanza kukumbuka namna mwanangu alivyo mdogo na anavyojitoa na kujituma kwa ajili yangu. Leo ionekane ninakufa na mwanangu amehusika kuninywesha dawa hizi. Nilijisikia huruma sana. Kiukweli nilimwambia mwanangu nimiminie dawa ambazo nimezoea kunywa tu. Baadaye akanimiminia, alafu nikanywa, nikaendelea tu. Siku hika sogea. Mama aliporudi jioni nilimwelekeza kuhusiana na issue ambayo nimeifikiria na ambacho kimetokea. Huyu ni Atuganile anaendelea kutueleza kisa na mkasa uliomkumba kwenye maisha yake. Nikwambie tu msikilizaji wangu, niendelee kukushukuru sana. Nafikiri tumebakiza hatua chache sana kumaliza simulizi yetu, na tulikuwa tumeahidiana kwamba mwishoni mwa simulizi tutakuwa na yeye Atuganile aweze kutuambia na kututhibitishia kuhusiana na haya tuliyokuwa tukiyasikia. Kwa tuombe Mungu hatua inayofuata tutakuwa na Atuganile mwenyewe. Kama Mungu akitupa kibali cha uzima, basi tutaweza kumsikia, lakini tutapata nafasi ya kumuona. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment, kwa sababu utakuwa unajiunganisha na chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata simulizi, story na mikasa zinapokuwa tunazituma. Mimi ni MC Chelwa, nikutakie wakati mwema. Umenijaribu